unaponya magonjwa, unainua na wanyonge. Rehema zako kwetu hazikomi, kuwa na wewe ni bora kuliko vyote. Ni watamani Yesu, watamani unajua maumivu ye. Tayari. Sasa rafiki yangu. Ndio. Vipi lakini? Yeah. Sasa tunamshukuru Mungu, tunaona mpaka unaandika kitabu chako. Ndio, namshukuru Mungu. Ndio kufikisha hapa. Amina. Ndio. Muda kwenye maisha. Ndio. Hata kama sio kubwa lakini ni tofauti kukaa bila kuweka alama yoyote. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Safi sana. Ndio. Na kitabu chako umechukua muda gani kukiandaa? Karibu na miaka 4. Lakini una moyo tangu 2021. Okay. Hauchoki jinsi labda unavyoandika au umezoea? Ndio. Chote kama muda. Kwa sababu pia sio kila kitu unaandika. Unaandika kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwingine. Sawa sawa. Hiyo inahitaji kutulia na kumwomba Mungu. Amina. Sana. Ndio. Akupe namna bora ya kuandika ili kije kuwa msaada mtu mwingine. Sana. Unajisikiaje unavyoenda kuzindua kitabu chako siku ya Jumamosi? Najisikia vizuri sana. Ndio. Najisikia vizuri sana. Ndio. Nashukuru Mungu kwa maana kama unavyosema kwamba kinaweza kasaidia na jamii kwa ujumla. Ndio. Unafanya kitu chema. Ndio. Haya, tunashukuru. Labda kama una neno moja la mwisho. Kwanza nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Tarehe 11 mwezi wa 10. Siku ambayo naiko historia kwamba kuna kitu kimefanyika kwa Ebeneza. Naweza ikawa kidogo kwa wengine, lakini kwangu jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu sijaandika kitu ambacho nimesomea. Nimeandika kitu ambacho Mungu ndo amekuwa akinifundisha mwenyewe. Kwa hiyo namshukuru Mungu na ninawashukuru pia wote waliofika kwenye siku ya leo. Mungu awabariki wote. Wote walioacha muda wao kuja kuungana na mimi. Nasema asante sana
Amina. Asante sana. Ndio. Kwa jina ninaitwa Julius Levoyo. Ndio. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na siku hii ya leo. Ndio. Ambayo kwa kweli Mungu ndiye ametupa. Amina. Mimi ni mchungaji. Ndio. Na huyu ni kijana wetu wa mwisho. Ndio. Katika watoto Mungu aliotubariki, huyu ni kijana wetu wa mwisho. Ndio. Amepishana na wenzake anaowafuata kwa miaka sana. Kwa hiyo ni kijana wetu ambaye Mungu ametubariki kutupa kwa mwaka ule wa 1999, na katika kuzaliwa kwake amepitia katika changamoto zisizokuwa za kawaida nyingi. Ndio maana akawa hivi alivyo kwa sasa hivi. Lakini tunamshukuru Mungu sana kwamba ana ufahamu mzuri. Ndio. Kabisa. Kwa kuwa historia yake ni ndefu, mimi labda niseme tu hivi kwa hatua hii ambayo Mungu amemfikisha. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili hii, kwa kuwa ni Mungu ndio ambaye amemwezesha katika kila jambo. Pamoja na hayo, mimi binafsi sikujua kwamba, hajawahi hata kuniambia kwamba anaandika kitabu. Kama nilivyosikia amesema kwamba ni muda mrefu. Mimi nilichokuwa ninajiuliza, wakati mwingine nikifanikiwa kuwepo hapa nyumbani naona anatumia muda mrefu, wakati mwingine kuwa huko ndani. Mpaka nikamshauri nikamwambia, si vizuri kukaa huko ndani, ni vizuri ukatoka nje, kwa sababu hii hewa ya nje ni nzuri zaidi. Kwa hiyo basi baada ya kufanya hivyo, ni kweli anatekeleza, maana sio mbishi. Na kitu kingine ambacho nimekiona kwake na mara nyingi anakifanya, swala la kumtafuta Mungu, hilo ni jambo, ni kipaumbele kwake cha kwanza. Kuna kipindi ambacho huwa anaamua kufunga na kuomba, ama hapa nyumbani, lakini wakati mwingine wanaenda kwenye mkesha pamoja na rafiki zake kule kanisani, na wanakuwepo kwa muda wa siku kadhaa. Wakati mwingine wanaweza kutoka hapa nyumbani wakaenda kwa muda wa siku 3 na kuendelea. Na baada ya hapo, baada ya kuwa kwamba ameendelea hivyo, ni mtu pia anayeipenda kazi ya Mungu. Ndio. Ni mtu anayeipenda kazi ya Mungu. Kuna kipindi ambacho alitoka hapa akaenda, walipotembelea pamoja na wenzake kwenye moja kati ya matawi yetu, wakaona kwamba kule kuna uhitaji watu, ili kwamba watu waweze kumjua Mungu, ni vizuri waweze kupata Biblia. Sasa kuna kipindi ambacho au marafiki zangu wachungaji wanapokuja wa mikoani, akaongea na mchungaji mmoja, baadaye akakubaliana na yeye kwamba aweze kukodisha shamba. Akapanda vitunguu kule Msange, Singida. Eka moja ya vitunguu alikodisha. Kwa hiyo akapanda vitunguu. Baadaye huyo mchungaji alipomletea hela alizokuwa amepata kwa kutokana na kuvuna kitunguu, akaamua kwenda kununua Biblia, akapeleka kwenye hilo kanisa ambalo walishatembelea. Haikutosha, kuna kanisa lingine huko Makuyuni, akapeleka tena Biblia zingine kwa kuwanunulia wale watu. Baadaye, baada ya muda si mrefu, akaona kwamba ni vizuri, kulingana na mazingira aliyoona, akasema haya majengo haya kwa sababu ni ya muda, ni vizuri kama yangekuwa hata na sakafu chini. Lakini baada ya hapo akawashirikisha marafiki zake, akatafuta angalau kutiwa moyo ama kushikwa mkono ili kwamba aweze kufanya kitu. Akapata kiasi cha hela alichokipata. Baadaye ikawa kwamba tumempeleka, na baada ya kumshauri kuboresha mawazo yake hayo, ndipo sasa
ikawa kwamba sio kuweka tena sakafu, ikawa ni afadhali iwe kianzio cha kuanzia kujenga jengo la huduma. Kwa hiyo kwa siku hiyo tulipata shilingi 500,000 na elfu ngapi Ebeneza? 500,000 na 30,000, na hizo hela zipo mpaka sasa hivi ziko benki, kwa sababu ni kwamba tumesongwa na shughuli. Vinginevyo tungeshaweka si tu kwamba tungeweka tu msingi, lakini zingekuwa msingi wa kuanzia na kuendelea. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu unaokuja tutahakikisha kwamba tumeishafikisha hiyo kazi mahali fulani. Baada ya hapo, kwa hiyo sasa akawepo siku moja tulipokuwa nimetoka safari, akaja akaniambia kwamba nimeandika kitabu mwaka huu. Hiyo ni mwaka huu, nadhani kwenye mwezi wa 6. Ndio akaniambia nimeandika kitabu. Hapo ndio hicho. Ambapo ndio hiki sasa. Hakunionyesha kikiwa kwenye sura hii, amenionyesha kikiwa kwenye kompyuta. Na mimi nikasema kwamba kiboreshwe. Nilishangaa sana kwa sababu sijawahi kusikia kwamba anaandika kitabu. Na ninajua vigezo vya kitabu, ninaelewa. Basi nikasoma kurasa 10 kwa saa hiyo, nikawa nimechoka nikaacha. Kwa hiyo ushauri nilioutoa nikautoa tu kwamba kwa sababu ni kitabu ambacho unakusudia kwamba kiweze kutoa mchango ama msaada katika jamii yetu, ni vizuri ukawapata wataalamu ambao wataweza kukirekebisha na kukiweka sawa, ili kiweze kuwa katika hali ambayo wewe unataka, basi jamii iweze kuona kwamba ni nini ulichokisema. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Mwalimu Joseph Mayalila ambaye amempa ushirikiano mkubwa sana katika kukitayarisha hiki kitabu na kukiweka kama hivi kilivyo. Na pamoja na hayo ni washukuru sana hao rafiki zake Ebeneza, Godlizen, Elia Alfayo Molel, Elia Salaya, Ibrahimu Joseph, kina Samsoni pamoja na wengine wote, kina Dr. Limo, Dr. Yohana, ninawashukuru sana, na dada zake na wengine wote ambao Mungu amewatumia kwa namna yoyote ile ili kufikia katika hatua hii. Pamoja na hayo basi niweze kuishukuru jamii na ndugu zetu wote ambao wameonyesha mwitikio wao kuja kushiriki katika hafla hii ya kukizindua kitabu hiki. Kwa hayo machache. Yaniburudisha, kiruka
watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Mwambie wanaolia wakiteswa na mali wenu, waonjeni neema yake na rehema yake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru. Hosana, amen. Watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba Hosana, amen. Nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha, nikirukaruka. Hosana,
yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, Hosana, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, Hosana, nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, yo, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, yeah, nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri, kwa amani na shida, yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka, Hosana, hallelujah. Hosana, yaniburudisha nikiruka, Bwana, nimerudi tena Yesu, na kushukuru, wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena Yesu, na kushukuru, mengine sijui, ila ili Bwana nimejua umenitendea. Bwana, Yesu, wewe Yesu, wengine sijui, wewe Bwana, sema tena, Bwana, Bwana,
umenijibu moja, umetutendea wengi. Mimi nimerudi, japo mengine bado, ila natambua thamani ya hili moja ulilolitenda. Wale wengine kena mimi sijui, ila nachojua kwangu umetenda. Mengine sijui, ila hili Bwana nimejua umenitendea. Mimi ni Msamaria tu, mtu wa makabila mengine, wala sikustahili haya ulionitendea. Wengine sijui wanaona nini, ila mimi Bwana ninauona wema wa ajabu. Wenye ukoma tulikuwapo, na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa wengi, na damu yako ikanitakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Inua mikono yako juu namna hii, twende. Utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Bwana, utukufu kwako, Yahweh, na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Jehovah Shalom, utukufu kwako na heshima zote, umenitenda wema, we Baba, we Yesu. Umenitenda wema, umenitenda vyema, Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda vyema, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda vyema, umenitenda wema, umenitenda wema, umenitenda vyema, umenitenda wema. Haleluya, twende. Haleluya, twende. Twende wote, wote. Hallelujah. Umbali nimefika, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu. Bwana amefanya, hapa nasimama, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu. Bwana amefanya.